ana uwezo. Jambo la tatu ambalo ni la mwisho, nataka tusome Injili ya Mathayo mlango wa 26. Some kuanzia mstari wa 36. Biblia inasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja na wao mpaka bustani iitwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hukuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia katika majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akasema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia ya Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Okay, unaweza kusoma hadithi hiyo uendelee. Jambo la tatu ambalo nataka kuzungumzia kwa maandiko hayo ni kwamba tunapoomba, Bwana Mungu anatupatia nguvu na uwezo wa kustahimili majaribu. Katika haya maisha kuna mambo ambayo tutaomba yaondoke yasitupate, na kuna mambo ambayo ni mpango wa Mungu lazima tutayapitia. Bwana asifiwe. Yesu amehubiri na amefanya kazi kwa muda, na mwisho kilele cha huduma yake ilikuwa ni afe msalabani. Kifo cha msalaba hakikuwa kizuri, sababu kabla afe alipitia mateso na shida nyingi. Haya ni mambo ambayo mtu yeyote haungependa. Na sasa baada ya kufanya hiyo kazi, imefika huo wakati wa yeye kuenda katika msalaba. Neno la Mungu linasema roho ilikuwa nayo, inataka, iko tayari kutenda mapenzi ya Mungu, lakini mwili ni mdhaifu, mwili ni mnyonge. Biblia inasema kuwa ilibidi huo wakati ndio atekeleza majukumu na mambo ya Mungu. Awaite wanafunzi wake watatu waende wamsaidie kuomba. Bwana asifiwe. Ili atiwe nguvu katika huo mwili ambao ni mdhaifu. Sasa uwe radhi, tayari kukabili zile changamoto na majaribu yalikuwa mbele yake, ambayo yalikuwa ndio kikombe alikuwa amewekewa na Mungu. Nimekwambia hivi, katika haya maisha kuna mambo ambayo lazima utapitia. Kuna mambo ambayo lazima utafanya nini? Kuna mambo ili uwe bora, uwe vile Mungu anavyotaka. Kuna mambo Biblia inasema ya kuwa majaribu ni kama moto, na moto kama vile moto unavyosafisha dhahabu, ndivyo pia moto unavyosafisha imani ya mtu. Kwa hiyo ili maisha yetu yawe bora, lazima kwenye maisha kwa vipindi mbalimbali Bwana ataturuhusu
kwenye hali mbalimbali, na miili hii ni dhaifu. Na nakwambia hivi, mwili huu ulionao, in fact katika maisha yetu tunaakilishwa na falme mbili. Bwana asifiwe. Mwili huu tulionao ndio ajenti wa kwanza wa shetani. In fact kama kuna adui wa hatima yako, kama kuna adui wa wewe kwenda mbinguni, adui wa maisha yako ni huu mwili ulionao. Kila mtu aguze mwili wake. Kila mtu aguze mwili wake. Na nilikwambia huo mwili ndio adui yako. Kabla huyo jirani unasemanga adui, kabla shetani, huu mwili ulionao, huo ambao unauosha kila siku, unaushughulikia kila siku, huo mwili, kama kuna siku unajipata jehanamu, si kwa sababu ya shetani, ni kwa sababu ya mwili. Kwa sababu shetani anafanya kazi kwa mwili. Na kwa sababu Biblia katika kitabu cha Galatia inasema ya kuwa enendeni katika roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Na ikahesabu mambo ya mwili. Na ikasema ya kwamba mwili inatamani na inapingana na roho. Tunapookoka, Bwana asifiwe, hatujakufa, bado tuko hai. Na kwa sababu unaona ukisikia kwamba mtu amefanya jambo lolote katika haya maisha na alikuwa ameokoka, usikuwe surprised, kwa sababu yuko katika mwili. Mwili huu unaweza kumsukuma kufanya chochote. Huu mwili unatamani, huu mwili. Haya mambo yote yamehesabiwa na Biblia katika kitabu cha Galatia. Ni nani kwa sababu ameanguka huwa atamani? Kwa sababu umeokoka, umejaza roho na neno, huwa hautamani. Hausikii uchungu. Maneno gani kama hamsikii? Muelewe. Siku moja nilisikia mtu anaambia mtu ati ukifunga ati usikii njaa. Huo ni uongo. Usikii njaa, usikii njaa. Biblia inasema nini? Yesu akafunga siku 40 bila kukula na kukunywa, lakini inasema nini? Ndio njaa. Ukisikia mpaka shetani anaonekana kama mwenye kumhurumia, huyo mtu alikuwa anatamani, ana njaa imemsukuma, anatamani. Changamoto hizi za mwili na shida za hii dunia. Na nimekuambia kwamba adui wa kwanza wa hatima yako na maisha yako ni huu mwili. Kama hatungekuwa na mwili hatungekuwa. Bwana asifiwe. Hivi vitu vyote ambavyo vipo, haya maovu yote ni kwa sababu ya huu mwili. Na nataka kukuambia uwe mrembo wa aina, urembeshe na ushughulikie kwa njia ipi. Hatima ya huu mwili ni wapi? Kwa kina mwili ni wapi? Nauliza wewe, kwa kina mwili ni wapi? Kwa kina mwili ni wapi? Hapa. Wewe tu ndio mgeni. Wewe unaishi ndani ya huu mwili ndio mgeni. Na ndio sababu unaona kwenye haya maisha lazima turudi nyumbani tulikotoka. Biblia inasema nini? Kwamba Mungu akaumba mtu kwa udongo, kisha akaweka pumzi ndani yake, sehemu ya uhai kutoka kwake akaiweka. Kwa hiyo tunaposema mtu amekufa, ni nafsi imetengana na mwili. Kwa hiyo huu mwili. Kuna mwimbaji alikuwa naimba wakati mwingine, alikuwa mwili usikusumbue, mwili usikusumbue, mwili usikusumbue, utaisha karibu. Mwili usikusumbue, mwili usikusumbue, mwili usikusumbue, utaisha. Utaisha karibu. Uwe umenona mwa umeponda, uwe mrembo kuliko wote. Sasa ubio ulisikia, wacha kuweka focus nyingi, effort nyingi juu ya huu mwili, kwa sababu hauwezi badilika. Nimekuambia kama hautaenda mbinguni, roho kuna vitu inataka na inajua, lakini ikilemewa na mwili
Yesu ako radhi utende mapenzi ya Bwana, lakini mwili unaogopa. Na kwa sababu nafsi iko ndani ya mwili na mwili umeogopa, ni nini kinafanyika? Ilibidi aende aombe. Na unajua ni mwana wa Mungu, na aliomba na akaomba. Na vingine vya Injili inasema ya kwamba na Mungu akatuma malaika akamtia nguvu. Anasifiwe. Baada ya kuomba akatiwa nguvu, huo mwili ulikuwa dhaifu, sasa umelazimika kunywa kile kikombe. Neno la Mungu linasema ya kwamba baada ya kuja mara ya tatu akawaamsha wanafunzi, na mara watesi wakaja. Nafikiria ukijua kwamba wanakuja ungetoroka ujifiche. Na wanaokuja hawamjui, wanamuuliza yeye, tunatafuta Yesu wa Nazareti, na anajua kile wamekuja. Kama ni mimi pamoja na wewe, kwa sababu ya huu mwili ningesema huyo mtu simjui na sijamuona. Lakini Yesu kwa sababu ametiwa nguvu, mwili sasa umelazimika, uko radhi kupita kwenye hali ambayo Mungu ameamuru. Biblia inasema akasema ni mimi. Ndivyo tena wakashangaa. Waandishi wengine wa vitabu vya Injili wanasema, ukisoma kitabu cha Yohana inasema ya kwamba wakashtuka, na waliposhtuka wakaanguka, kwa sababu ni kitu hawakutarajia. Unajua watu wakati tunaweza mtu muoga. Ulikuja kushika mtu, hatoroki, hajifichi, na anakuambia ni mimi. Nimekuambia hivi, kwenye haya maisha kuna kikombe ambacho kwenye haya maisha lazima tukinywe. Ambia mwenzako kuna kikombe. Kuna kikombe. Wachana hiyo kikombe cha dhahabu na kunyana chai. Kuna kikombe. Siku moja katika mazingira hayo ya mwisho, Yesu akitaka kuenda, sasa watu wanapigania urithi. Biblia inasema mama mmoja akaja na watoto wake wawili, Yohana na Yakobo, akamwambia Yesu, na unajua walikuwa na uhusiano wa kidamu. Hayo sasa ni mambo. Mwambie sasa katika huo ufalme wako, huyu mmoja uweke hapa na mwingine uweke hapa. Hili wauliza wake. Na hicho kikombe ninachokinywea mnaweza? Hawalifikiria hiyo kikombe kingine ya chai ama kikombe kingine. Wakasema hiyo tunaweza, hata wewe unajua. Akawauliza tena. Lakini kweli uhalisi ulipokuja. Uhalisi. Unajua tafadhali Petro alijikasa akafuata kidogo hata kama alikana. Lakini Yakobo na Yohana ndio, Yohana alikuwa. Lakini wanafunzi wengine wote. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya wamama. Watu unasikia hata mpaka Yesu anazungumza na wao, wanaonekana wanalia hapo, wanalia na kuomboleza hadi mama. Lakini wanaume hiyo mnasemanga sisi ni wanaume hawako. Hata Petro alikuwa, lakini hakutaka kujitambulisha. Ndio alikuwa anaona ni kama mzaa. Kwa ajili wa mara ya kwanza kama wamejihami. Walipokuja akatoa upanga akakata moja. Yesu akamwambia kweli hivyo. Kwa hiyo ufalme wa kweli, na akachukua sikio akatisha. Na akamwambia rudisha upanga. Hapa tupigane hivyo. Kwa hiyo akajua hapa hana laki. Sasa waliposema ni wewe, na ameona msalaba ni halisi, akajua kile kinaweza tendeka. Alisema huyo mtu simjui mara tatu. Lakini nashukuru Mungu, huyo Petro ambaye kwa udhaifu wa mwili alimkana, huyo ndiye aliyehubiri siku ya Pentecoste. Na baadaye historia inasema alisulubiwa pia. Na wakati wa kusulubiwa kwake akasema asulubiwe kichwa chake kimeangalia chini, asiwe kama bwana wake. Hivyo mara ya kwanza kulikuwa na udhaifu wa mwili, lakini kwa kuomba na kujazwa na Roho Mtakatifu ilimsaidia kwenye haya maisha na kumtumikia Bwana. Ilipofika kwamba pia hicho kikombe akinywee, hakukimbia.
Nataka kuambia hivi, kuna haya mambo ambayo kwenye haya maisha, whether you like it or not, kwenye haya maisha yako na utayapitia. Kwa hivyo kile kitakachokusaidia katika haya maisha kustahimili na kupitia na kunywa kwenye hiki kombe ni prayer life yako. Bwana asifiwe. Watu kuchokoza. Watu kuchokoza. They will provoke you. Hiyo unasema unajua mimi na hasira kali. Wataprovoke wewe. Ili hiyo hasira kali. Bali ni kitu gani ambacho kinafanya kwenye haya maisha, hata kama ulikuwa na hasira kali, usifanye kile ungefanya? Neema na msaada wa Mungu. Kwenye haya maisha tunapoomba Mungu wa mbinguni, vile Paulo anavyosema kwamba si mimi ninaishi ila Kristo ndani yangu, na anasema ya kuwa nimeusulubisha mwili huu. As we pray much katika haya maisha, huu mwili tunaufisha, na sasa ni Mungu anaishi. Tutafanya mapenzi ya Mungu. Tutafanya mapenzi ya Mungu. Tutafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndugu zangu tu, hauelewi vitu vipi ambavyo katika maisha yako ulipo unahitaji kudhihirishwa na kuzalishwa katika ulimwengu huu wa kawaida unaonekana through your prayer. Mama akikosa nguvu wakati wa kuzaa, anaweza kufa na mtoto wake. Na afadhali huku kuzaa kwa mwili, kwa sababu kishingo watapasua, lakini kwa roho hakuna operation. Inahitaji nguvu ya kusukuma. Nasikia lazima usukume mafanikio yako katika ulimwengu wa roho. Sukume miujiza yako katika ulimwengu wa roho. Kazi zako katika ulimwengu wa roho. Baraka zako katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Na kitu nashukuru Mungu ni kwamba wale watu kuzingira mtu wakati wa kuzaa ni wa kumsaidia, lakini hakuna mtu anaweza zaa kwa niaba ya mwingine. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, ile mambo ya kusema niombe wewe mwenyewe hauombi, haiwezekani. Kuna vitu vinahitaji literally wewe personally ufanye kwa jina la Yesu. Nimesema maombi, tunapoomba hali kubadilika. Unaweza angalia katika maisha yako ni hali zipi hizo ambazo zimezingira maisha yako. Hali zipi zimezingira ndoa yako. Hali zipi hizo ambazo katika haya maisha zinakusonga. Nimekuambia hivi, juhudi zako haziwezi kubadili chochote. Ni Mungu. Maombi yako yanaweza. Maombi yako yanaweza. Haijalishi watu wanasema nini. Hata kama ni magonjwa wanasema kuwa hayana uponyaji, tuna Mungu aliye juu. Haya maombi unayoomba yanaweza. Yanaweza kwa jina la Yesu. Haijalishi umetoka kwenye background za aina gani. Ingine ni mbaya kuliko yangu, lakini nataka kushukuru Mungu. Nataka kushukuru Mungu, na ninashukuru kwa sababu watu wa kwetu hata mpaka leo hawajuangi maisha yangu yako vile yalivyo. Kwa nini? Wanakaanga wameshangaa, lakini mimi ninajua niko vile nilivyo kwa sababu ya juhudi. Naliomba Bwana, naliomba Mungu, naliomba Mungu, naliomba Mungu. Na Bwana Mungu akanihurumia. Hiyo kongwa na nira ya familia, hizo nira za umaskini, hizo roho ambazo zilikuwa zimetuandama, Bwana Mungu akanisaidia kwenye kuamua kuvunja. Hii ndio sababu leo ninaweza kuafford hata kama ni gari mzee, naweza endesha. Watu wanakuhesabu miongoni mwa watu waliofaulu, lakini ni neema ya Bwana. Nimekuambia hivi, Mungu anaweza badili hatima yako. Bwana Mungu anaweza badili hali yako kwa jina la Yesu.